Bwana, hili bonge la movie leo nimewaletea, na kama ni kweli basi hapa Tanzania hapatoshi. Bwana, nimewapeleka moja kwa moja kutoka China. Simulizi wenu ni yule yule Seif Kindai. Letu linaanza kabisa hapa China. Wanaonekana waandishi wa habari wakitoa ripoti za aina mbalimbali kusema kwamba wanaume wote wamegeuka kama vichaa, yaani wanapomwona mwanamke mbele na kupata hisia hapo hapo. Bwana, fuatilia hili bonge la picha kabisa, kama unavyoona mwandishi wa habari huyo akiangalia huku na huku, watu wanachapana nje kabisa. Yaani dunia imebadilika, yaani kila mwanamke anaonekana mbele, basi ni halali yetu. Oho. Upande wa pili anaonekana mwanadada akipigwa vitu na mume wake ambaye kabadilika kabisa, yani amekuwa akili yake sio yeye. Anaangalia Taifa Habari na kushuhudia kwamba sio yeye anayefanywa hivyo vitu, ni kwamba dunia nzima. Yule dada akaamua ajitetee bwana. Wakati anapigwa vyombo, akachukua mkasi na kumkata moja kwa moja kwenye sehemu za siri. Hapo ndiyo maisha ya yule bwana yakakata. Upande wa pili wanaonekana wanaume malijaru kabisa, wapo wengi, suruali ziko chini, kikimbizana huku na huku na wanawake tofauti tofauti, awe mkeo, awe dada yako, awe nini. Yani dunia imechafuka, mashetani si mashetani, majini si majini. Bwana, hii noma sana. Yani wao waone mwandishi wa habari wa nini, wanavamia tu, wanapiga minje ndani. Upande mwingine anaonekana rais katika nchi hiyo akiwa anaongea, anasema kwamba wana hawa watu, matatizo hayo ni watu ambao hawajafanya mapenzi muda mrefu, hivyo basi, lakini sio wote, ila wengi sana wameathirika katika hili jambo, na pia tupo makini na wanajeshi wetu tushawatuma wafuatilie hili jambo ili wazuie kabisa, kwa maana hili janga ni janga la taifa kabisa. Lakini pia mwanamke huyo ambaye atakutana na mwanaume huyo ambaye aliathirika atapata majanga, lakini bado tunachunguza nini tatizo mpaka mwanamke huyo anakuwa kabisa anabadilika nyuso yake na mishipa kuwa meusi ya uso na sehemu zote za mwili wake. Upande wa pili bwana, wanaonekana madada wawili wakikimbia na kuona mjengo na kwenda kujihifadhi. Wakati wanaofunga ule mjengo na kuangalia huku na huku, kuna mdada yule mmoja ambaye alikuwa anatoka damu sehemu za siri. Ina maana kwamba kuna kitendo kashafanyiwa, hatujui ni nani anayemfanyia hivyo. Maana muda mchache kidogo wakatokea madada wawili, wote wameshika silaha, hivyo basi wakasogea na kutaka kuwajeruhi. Hivyo basi katika kujitetea, mmoja yule dada ambaye asiwasilika, asiyefanywa chochote, akaamua ajitetee na mwisho wa siku kuwapora kila kitu, na hapo kukubaliana kukaa wote pamoja ili kusaidiana, kwa sababu wote wanaonekana wana shida moja. Usiku ulifika, wale madada walikuwa wanaangalia Taifa Habari, maana zile habari kila